Ubwansu bw'omuguzi omuroro ly'okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Naitisha usaidizi kwenyu. Saidia tu mimi wakolee huyu mtoto. At least aende hospitali na apate kitu ya kukula. Sina mtoto mwingine, ni huyu tu. The operation wound has an infection and the doctors said it's about to damage his kidneys. Felicina cannot afford bus fare to go for the clinics and has to walk for 8 hours to get to Kenyatta National Hospital. She has missed most of them. Anahitaji mambo ya therapy ndio atembee. Na hii kila siku kudress ni 500 kila siku. Na ukikosa kunini hiyo uchafu yote sinanyamaza kwa kidoda, inaendelea tu uzaa mpaka kidoda inakuwa kubwa. Sasa kama unaona hivi venye hii kala inakaa hii kwa t-shirt, hii ni uzaa iko hapo. Juzi siku mpeleka, jana nilibahatika nikampeleka, lakini bado inatoka. Juu ya hiyo uchafu inafaa kudresswa kila siku. Sasa anafaa kufanywa operation mara 2. Ya kwanza kuangalia kidoda ya kwanza vile inaendelea, juu tayari huku kwa penye kumeshonwa kumeanza kukua na uzaa. Dieta yenyewe inafaa kununua 50. Juu sasa niko nayo. Na ile kitu iko, hiyo ni vitu. Mtoto akifanywa operation lazima aende ICU. Anakanga ICU 1 week. Na ICU bado ni cash. Ailipi na na NHIF. Haya, after hapo hata nashindwa kusema juu huyu mtoto anatakikana mingi sana na sina uwezo. Ndio maana tu kwa Kenya munisaidie ndiposa huyu mtoto wangu atibiwe. Akitoka Vieta anaenda ICU 1 week. Na ujue kwa ICU anatumianga oxygen ya direct, si ya mapua. Anatumianga ya direct, anaekango kwa mdomo. Anakaa 1 week. Felicina is in dire need to see her son get well and is pleading with us to come to her aid. Mark Jaden is her only child, and her twin brother, who was her main support system, passed away last month. Let's come together and save the life of Mark Jaden and kitu kwa Kenya nataka mnisaidie.
mtoto wangu atibiwe apone, apate kitu ya kukula, na kama itawezekana nipata tu mahali nitakuwa nafanya kazi peke yangu na mtoto. At least mtoto wangu hataumia. Hiyo picha mbaya ama jina mbaya. Nimebandikwa majina mbaya sana juu ya huyu mtoto, si mtu mwingine, mtoto peke yake. Kuna mtu aliniambia ati mimi ni msichana mdogo, ati niende huku nje kuna wanaume wako huko, ati mtoto hawezi lala njaa, ni 500. Baba wa mtoto alikufa 2021 na sijaifikiria mambo ya wanaume, kufikia tu vile nitalea mtoto wangu. Nilimwambia mimi hiyo kipawa sina. Ningetaka nisaidiwe na pesa ambayo nitapeleka mtoto hospitali afanywe operation tena na kubai YouTube ingine. YouTube ni pesa mingi sana. Na hiyo pesa na hiyo YouTube ni very urgent, inatakikana haraka sana, sababu unaona hali ya mtoto inaendelea tu kuwa mbaya, inaenda tu kiwa chini vile tu anaendelea. Hii kitu imeanza kuwa serious last month tarehe 3. Unaona hapo tena ukiadmitiwa unaambiwa lazima tube ikuwe, na kama itakuwa unajua mtoto atashikwa infection za watoto wengine. Sasa wanataka atibiwe, aekwe tube hiyo the 12 days ikiisha adischargiwe, aende nyumbani ndio asifurute magonjwa za watoto wengine, isimlete infection kwa kidonda. Hiyo tu alia kupeleka mtoto dressing kila siku na nikikosa kidonda inaendelea kuwa kubwa. Hapa kuna kidonda kubwa sana na imeletwa ni juu ya kukosa kumpeleka dressing. Anafaa apelekwe kila siku na dressing ni 500. Hiyo 500 kila siku itatoka kiwa mtu ya kukula unakosa, utatoa wapi? Amini na tu wa Kenya tunawaomba ile kitu mtu Mungu atakusaidia nayo, unibariki nayo, na Mungu atakuonekania kwa njia zako. It's a sad story, but leo mimi niko hapa na kuashua mtoto nimemshika mkono, nimeshika mama mkono, na mtoto next week tukikuja hapa atakuwa amefanywa hiyo.